2026 2026, mwaka ambao tunaamini utakuwa ni mwaka wenye baraka upande wako na upande wangu pia. Hii ni Live Online TV na ni katika kipindi cha Jadili Afya na Live Online TV, na mwongozaji wa kipindi hiki ni mimi Livingstone Stanislaus, lakini pia tutakuwa tuna mgeni ambaye atahusika katika kipindi hiki cha Jadili Afya na Live Online TV, na si mwingine ni Jacobo Isaac Mbwago ambaye tutakuwa naye katika kipindi hiki kitakachokuwa kinakujia kila siku ya Alhamisi na siku ya Jumamosi. Kwa hiyo ni kusii tu, kama hujasubscribe fanya kugusa tu maandishi mekundu chini ya video hii uweze kusubscribe, lakini pia usiache kutana on notification kwa kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata madini na kujifunza mambo kadha wa kadha yanayohusiana na afya. Karibu sana, usitoke hapo. Lakini pia unaweza kufanya tu kushare kwa watu wengine ili na wao waweze kujifunza madini mbalimbali kutoka kwa huyu mtaalamu wa afya, na hakika utakapotega sikio lako ukakaa tu vizuri utaenjoy na utajifunza vitu vingi sana ambavyo vitakuja kukujenga katika upande wa afya. Na leo tutazungumzia kuhusu uzazi wa mpango, na kabla ya yote kuzungumzia kitu chochote kile nimkaribishe mtaalamu wa afya Jacob Isaac aweze kusogea maeneo haya na tuweze kuanza kipindi chetu moja kwa moja. Karibu sana mtaalamu. Asante sana. Kwa kweli najisikia faraja sana siku hii ya leo kuweza kushirikiana nanyi. Kwa hakika ni jambo zuri sana ili Watanzania wengi waweze kupata yaliyo mema na waweze kujua umuhimu wa afya zao. Ndio. Nilikwambia tutajadili kuhusiana na uzazi wa mpango na kila kitu kiko vizuri. Kwa kwanza tu mtaalamu, nini maana ya uzazi wa mpango? Asante kwa kuweza kuuliza swali zuri kabisa. Uzazi wa mpango ni utaratibu ambao umewekwa kwa ajili ya kila mmoja, kwa maana kwamba wanandoa wanapoingia katika ndoa wanajipangia utaratibu wa wao wenyewe kwamba katika maisha yao, katika familia yao, basi waweze kupata watoto wangapi. Kwa hiyo labda kuna wengine wanakuta mipanga labda wazaa watoto wawili au watoto watatu, na je, watoto hao watapata kwa wakati gani? Labda kila baada ya mtoto labda pishani angalau basi miaka 2 au 3. Kwa hiyo kuna utofauti, wenyewe watakavyokubaliana ndivyo watakavyoweza kupata watoto wao. Ndio. Okay. Na hiyo njia ya uzazi wa mpango kama unavyoweza kuizungumzia, kuna njia ngapi za uzazi wa mpango, au labda ni vitu gani hutumika ili kuweza kuzuia au kupangilia hiyo watoto mtu anaowataka na nini? Asante. Kwa kifupi, njia za uzazi wa mpango zipo njia za aina 6. Njia kuu. Kwa maana njia ya kwanza kabisa tunasema njia ya kalenda. Sawa. Nianze kuanza kwa kuziorodhesha, baada hapo nitaanza kuelezea moja baada ya nyingine. Sawa. Kuna njia ya kalenda, njia ya kwanza kabisa kwa kufuata kalenda. Lakini njia ya pili na kutumia njia ya kipandikizi. Sawa. Ndio. Kipandikizi unakuta watu wengi sana wanaweka vijiti. Sawa. Nitakuja kuelezea baadaye hiyo njia ya pili. Lakini pia njia ya tatu unakuta wanatumia njia ya sindano. Ukiachana njia ya sindano, njia ya 4 kuna njia ya kutumia dawa, kwa maana vidonge, wanakuwa na meza vidonge. Lakini ukiachana njia ya vidonge, njia ya 5 ni njia ya kuweza kutumia, tunasema kwamba huyu mtu anafanyiwa kwa maana upasuaji, kwa maana tunaingia katika mfumo wa uzazi kabisa, tunakuwa tunafunga katika ile mirija yake ya uzazi. Sawa. Lakini njia hiyo inaitwa njia ya kufunga, hiyo tunasema njia ya kufunga mirija ya uzazi. Sawa. Ina utofauti na ile nasikiaga vitanzi, sijui vitanzi. Ndio hivyo vitanzi kwa maana mtaani ama katika jamii yetu tunasema kwamba kufunga kitanzi. Sawa. Na njia ya 6 ni kuweza kutumia njia ya kondom. Ndio. Sasa nianze kwa kuanza kuelezea moja hadi nyingine. Sawa. Njia ya kwanza nimesema njia ya kalenda, kwa kufuata kalenda. Kwa kifupi, kwanza mwanamke anaenda mzunguko siku 28. Kila mwanamke. Ukizungumza mzunguko unamaanisha nini? Napozungumzia mzunguko, sasa nakuja kuelezea huko kwa ujumla kwenye njia ya kalenda. Sawa, tuanze hapo kwanza. Sawa. Kila mmoja afahamu tu kwamba mwanamke yeyote anaenda siku 28 ili mzunguko wake uweze kutimia.
lakini ili sasa aweze kujua kwa maana yuko siku za hatari ama hayuko siku za hatari, ama yuko anakaribia katika kuingia kipindi cha period, sawa, inatakiwa afuate mzunguko wake wa kalenda kwa maana siku 28. Sasa hii iko vipi? Bahati nzuri nimechora kidogo, ningepata kushare na watazamaji. Nimepata kuchora hapa kidogo. Nafikiri kidogo wanaweza kuona, ama ukizumu vizuri na kila mmoja apate kuifahamu vizuri, ama kuweza kuitazama vizuri kabisa kwa ukaribu. Sasa ukija kuangalia hapa, kuna nimeandika kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya 28, sawa. Kwa maana siku ya kwanza tunasema hicho ndio kipindi cha period, sawa, kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya 5. Kwa maana mwanamke yeyote normal range ya kuingia period ama kwenda period inatakiwa zisidi kabisa siku 7. Zikizidi siku 7 tunasema huyu mtu ana shida au ana changamoto. Nitakuja kuelezea baadaye. Sasa hapa nimeeleza kwa siku 5. Kwa maana kuanzia siku ya kwanza hadi siku 5 tunasema mtu anakuwa ameshamaliza kile kipindi cha period. Sawa. Sasa baada ya kumaliza kuanzia ile siku ya 6 hadi kufikia siku ya 10, kwa maana siku 5 tena zile zinazofuata ukijumlisha zinakuwa siku 10, sawa. Sasa kuanzia ile siku ya 6 hadi kufikia siku ya 10 tunasema huyu mtu yuko siku salama, kwa maana kwamba hata akikutana na mwenza wake hawezi kubeba ujauzito kwa namna yoyote ile. Na ikizidi hapo ama ikipita hapo kuanzia ile siku ya 11 hadi siku ya 18 tunasema huyu mtu yupo katika kipindi hatarishi, sawa. Ndio. Yeah. Na ikipita kuanzia hiyo siku ya 18, kwa maana kuanzia siku ya 19 hadi kufikia siku ya 28 yenyewe tunasema hichi kipindi chote sasa hapo anaweza kujiachia yeye na mwenzake, kwa maana yupo katika kipindi ambacho yuko safe kabisa, kwa maana yuko siku salama kabisa salimini, ambapo hawezi kushika ujauzito kwa namna moja au nyingine. Katika hizi mbili niliposema free pamoja na safe, kwa maana siku safe iko siku salama kabisa salimini, kwa maana watu wengi wanakuwa wana ile mtazamo hasi, sawa. Kwa maana kwamba wanasema anajiona kwamba akishamaliza period anafikiri kwamba yuko katika siku za kuweza kubeba ujauzito, zile siku za mwanzoni, lakini la hasha, iko hivyo. Hizi siku anakuwa iko siku salama kabisa, lakini zikipita katika hizi siku nilizozisema hapa ama kama inavyoonekana hapa, inamaanisha kwamba huyu mtu yuko siku za hatari, kwa maana anaweza kubeba ujauzito. Na ninaposema siku free, kwa maana kwamba sasa yuko huru, anaweza akafanya vyovyote afanyavyo, kwa sababu ukija kuangalia, ukipiga mahesabu hapa ni siku nyingi sana, umeona, ambapo anaweza kukutana na mwenzake pasipokuwa na wasiwasi wa aina yoyote, kwamba kufikiri pengine labda yuko siku za hatari, ama ya pengine labda anaingia katika kipindi cha period ama cha ovulation, sawa. Ndio. Yeah, sasa kuna wengine pia wanapenda sana kuuliza swali, ama unakuta wazazi wengine wanahitaji labda wapate mtoto wa kiume ama mtoto wa kike, sawa. Sasa ili waweze kupata mtoto wa kike au wa kiume, mara nyingi natoaga ushauri. Ndio. Kwa sababu kidogo kuna yani inabidi ukanao chini uweze kueleze kwa kina sana, kwa kirefu sana. Nitaeleza tu kwa ufupi hapa. Sawa. Baada ya kumaliza period siku 5, anakuja kuingia tena zile siku 5 zingine ambazo ni siku safe, iko siku salama kabisa. Akiingia siku ya 11 hadi kufikia siku ya 12, sawa. Kwa maana hizi siku mbili hapa, akikutana na mwenza wake, kwa sababu ni siku za hatari, akikutana na mwenza wake lazima ashike ujauzito. Siku kuanzia ya 11 hadi ya 12, kwa maana siku hizi mbili kwa kawaida lazima watapata mtoto wa kike. Lakini ikipita siku ya 12, kwa maana kuanzia ile siku ya 13 hadi kufikia siku ya 15, hichi kipindi moja kwa moja uwezekano wa kupata mtoto wa kiume ni mkubwa sana. Sawa. Ndio. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini sasa ukiachana na huu mzunguko, kwa mwingine unakuta
hawezi kufahamu mzunguko wa namna hii, ama anakuwa kidogo anapata ukakasi kuweza kuelewa. Unapohitaji wewe mwanaume kukutana na mwenza wako, ndio wakati wa kuweza kuandaana katika tendo, sawa, moja kwa moja ukimwona mwenzio ama wewe mwanamke ukiona unatokwa na ule uteute ambao una asili ya kunata sana, basi tambua kwamba moja kwa moja wewe upo katika siku za hatari ama siku hatarishi. Unatakiwa uweze kuushika ule ute wako, usione uchafu wala kinyaa. Kuna watu wengine ambao wanakuwa wanaona kama uchafu ama kinyaa, lakini hapana. Hii ni afya yako na mwili ni wa kwako. Kwa hiyo unatakiwa ujitambue mwenyewe. Kwa hiyo utaweza kuushika na kuweza kunyambua. Utakuwa unashika kwa vidole kama hivi, sawa? Utachukua vidole vyako vitatu kama hivi, utashika na kuweza kunyambua kabisa. Ukiona unanyambulika ama umekuwa laini sana, ukifanya hivi vidole ukinyambua ama ukinatua, unaona kwamba sio kama mzito ama sio kama mgumu, jua kwamba wewe uko siku ambazo salama kabisa. Sio rahisi kupata mimba, lakini ukiona kwamba ukijaribu kutoa hivi vidole ama kuachanisha hivi vidole, unaona ule ute bado ni mgumu, ni kama vidole vinataka kushikana kwa pamoja, basi tambua kwamba wewe uko siku za hatari. Kwa hiyo ndio njia ambayo nzuri kabisa ambayo haina shida kwa mtu yoyote ambaye anatumia uzazi wa mpango wa namna hii. Na mtazamaji, kama ulivyoweza kumsikiliza mtaalamu, hiyo ni njia ya kalenda ambayo ameweza kuizungumzia, na kama utakuwa una swali lolote lile unaweza ukaliweka tu katika comment, na kipindi kinachofuata tutaanza na maswali yenu, then kupitia hapo tutaendelea na kipindi kwa kitu ambacho tutakuwa tumekuandalia kwa siku hiyo ijayo. Kwa hiyo uendelee tu kutufuatilia na kusubscribe, lakini pia kushare. Mtaalamu, tuendelee na njia ya pili. Njia ya pili ni njia ya kuweza kutumia vidonge. Kama nilivyokwisha kusema hapo awali, huyu mtu anakuwa anatumia vidonge kwa kuweza kumeza katika maisha yake yote, ambapo ataacha kumeza vidonge endapo tu atahitaji kuweza kupata mtoto. Yeye na mwenza wake wakishakubaliana, ndipo sasa ataamua kuacha kumeza vidonge na kuweza kupata mtoto. Njia ya tatu ni njia ya sindano. Njia ya sindano pia nayo anakuwa anachoma sindano ili asiweze kupata mtoto, ambapo nayo pia ataacha kuchoma sindano endapo tu atakuwa anahitaji kwa sababu kuweza kupata mtoto. Lakini njia ya nne ni kwa kuweza kutumia njia ya kijiti. Sawa. Kuna vijiti ambavyo vya muda tofauti tofauti, ambapo hichi kijiti mara nyingi wanakuwa anawekewa mkononi. Kuna kijiti cha kuweza kuzuia kupata ujauzito kwa muda wa miaka 3, kuna kijiti cha kuweza kuzuia kupata miaka 5 na kadhalika, kulingana na wewe mwenyewe jinsi gani ambapo utaamua uwekewe kijiti gani ama unahitaji kuweza kuzaa kwa muda gani. Sawa, hiyo ni njia nyingine. Lakini njia nyingine ukiachana na kijiti, kama nilivyokwisha kusema, kwa lugha nyepesi watu wa mtaani wanapenda kuita lugha ya wanapenda kusema njia ya kitanzi. Wanakuwa wanafungwa kitanzi, ambapo hii pia nayo mara nyingi inakuwa inafanyika hospitalini. Kwa hiyo tunaweza kuzuia katika mirija yako ya uzazi, tunaweza kufunga kitanzi ili usiweze kuzaa mpaka pale wewe mwenyewe utakapohitaji sasa kuweza kupata mtoto, ndipo tena utarudi hospitalini na kuweza kukiondoa kile kitanzi. Ukiachana na hiyo njia nyingine ni njia ya kuweza kutumia kondom. Watu wengi sana wanapenda sana kutumia njia pia ya kuweza kutumia kondom, lakini nakuta kuna wengine ambao hawapendi pia kutumia kondom. Sasa kama huwezi kutumia kondom, basi unaweza kutumia njia ambayo wewe utaona kwako itakuwa inakufaa. Lakini katika hapo kipengele cha kondom unakuta kuna wengine wanasema kwamba akitumia kondom, kwa mfano wanawake wengi sana unakuta analalamika kwamba zinakuwa zinawawasha ama zinawaletea shida. Nitakuja kuelezea huko mbeleni. Na kuna wanaume wengine pia ambao nao hawapendi pia kutumia kondom, na pia nitakuja kuelezea huko mbeleni. Kama ulivyoweza kutuambia mtaalamu kuhusiana na hii njia ya kalenda, kuna watu ama baadhi ya wanawake ama wasichana wanasema wakimove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine huwa wanapata shida ya mabadiliko katika mzunguko wao wa hedhi,
na muda mwingine mtu anakwambia nikitoka jiji la Mwanza kwenda jiji la Mbeya, kwa sababu zinatofautiana katika masuala mazima ya hali ya hewa, ama mwingine akienda sehemu ambayo ina joto zaidi, huwa wanakuta kwamba kunatokea yale mabadiliko, na nahitaji tu kujua ikitokea mabadiliko kama hayo, si miongoni mwa sehemu ambayo inaweza ikawa ni changamoto katika njia hii ya kalenda, ikapelekea kama mtu alikuwa hana mpango wa kupata ujauzito muda fulani akaupata kutokana tu na hayo mabadiliko, kwa sababu ni ngumu ya detect moja kwa moja. Sasa ningependa kujua ushauri wako kama mtaalamu wa afya. Nashukuru kwa swali moja zuri kabisa. Kwa kifupi, kama ulivyokwisha kusema ama kuuliza, watu wengi sana wanapata hii changamoto ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kulingana na hali ya hewa ya sehemu husika. Lakini sio hiyo tu peke yake. Kuna wengine ambao changamoto inaweza katokea, au mabadiliko ambayo yanaweza katokea kulingana na tunasema, endapo mtu akiwa anatumia dawa fulani, aina ya dawa fulani kwa muda mrefu sana, ambapo tunasema kwa kitaalamu tunasema ni side effect ambayo inatokana na ile dawa, ama tunasema kwa lugha nyepesi tunasema ni mauzi madogo madogo ambayo yanatokana na ile dawa. Sasa basi, kwa kifupi, hii siweze kumuumiza mtu kichwa sana. Kwa kifupi, hii inatokana na vitu kama hivyo ambavyo nimekwisha kusema hapo awali, lakini ningependa tu mtu aweze kukariri kitu kimoja, aweze kuelewa kitu kimoja. Mtu akishaelewa tu mzunguko wake ni siku ngapi, sawa, hiyo itampa urahisi sana kuweza kujijua yeye, endapo ikitokea mabadiliko ya aina yoyote yale, basi itakurahisishia wewe kuweza kutambua ya kwamba utaenda katika mzunguko wako wa siku ngapi, lakini kwamba utaingia period siku ngapi na utamaliza baada ya muda gani, na siku ngapi ambazo utakuwa uko safe kabisa, na siku ngapi ambazo utakuwa ni siku za hatari, na siku ngapi ambazo utaweza kuwa katika tunasema siku zile ambazo ni salama kabisa, salimini kabisa. Sasa kwa namna hiyo basi, kwa mfano, ningependa kutolea mfano. Labda wewe unaenda, labda baada ya kutimia siku ya 20 ndipo sasa unaingia sasa, tunasema tuchukue mfano labda upande wa tarehe, tuseme labda katika tarehe kuanzia tarehe 1 hadi tuchukue labda mwezi, labda una siku 30 ama siku 28. Sasa kuanzia ile tarehe 1 labda umekariri kwamba baada ya kufika tarehe 20, sawa, unakuta kwamba mtu unaingia sasa katika period, sawa, lakini ile tarehe 20 haijafika, imefika siku ya 18 au siku ya 19, umeingia katika period, sawa. Hayo ndio tunasema mabadiliko ya hali ya hewa, au kulingana na dawa fulani ambayo tutumia, au tunasema pengine una shida hormone balance, ambapo watu wengi sana au wanawake wengi sana hii changamoto wanayo ya shida hormone balance. Tunaposema shida hormone balance, na inategemeana ama inaendana, tunarudi tena kule ni kwamba unakuta mtu anatumia dawa fulani kwa wakati mrefu sana, unakuta ile dawa inamletea yale mauzi madogo madogo, au kwa mfano unakuta anatumia labda hiyo uzazi wa mpango wa kuweza kutumia vidonge ama kutumia sindano, ama uzazi wa aina fulani wa mpango. Sasa unakuta ile njia anayotumia ndio inampelekea yale mauzi madogo madogo, mwisho wa siku yanakuja yanaathiri katika upande wa ovulation cycle kwa ujumla. Iko hivi, ndugu mpenzi mtazamaji unayetufuatilia, kuna kitu kinaitwa shida ya hormone balance, kwa maana kwamba homoni zinapozidi katika mwili wa binadamu yeyote, au mwanaume au mwanamke, lazima italeta shida. Ama zinaposhuka, basi mwisho wa siku tambua moja kwa moja itakuja kupelekea shida. Kwa mfano, tunasema huyu mtu ambaye anatumia, huyu mwanamke ambaye anatumia dawa za uzazi wa mpango au njia za uzazi wa mpango kutumia kijiti ama sindano, kwa kifupi tunasema mara nyingi sana anakuwa anarundika, tunasema kwa sababu unakuta hata muda mwingine hata ule mzunguko wake nao unakuwa unavurugika kulingana na hiyo shida ya hormone balance. Unakuta mwingine almost miezi miwili apati period. Umeona, hiyo ni shida hormone balance. Unakuta ule uchafu baada ya kutoka nje, kwa sababu kikawaida anatakiwa mwanamke yeyote yule aingie period. Lengo la kuingia period inamaanisha kwamba ule uchafu uweze kutoka nje. Kwa ule uchafu usipoweza kutoka nje, mwisho wa siku sasa inakuja inapelekea anapata changamoto mbalimbali. Kwa mfano, kuna ugonjwa, kuna shida moja inaitwa PID.
PID kirefu chake tunasema ni pelvic inflammatory disease, kwa maana kwamba mwanamke anakuwa anatokwa na uchafu ama harufu mbaya sehemu za ukeni. Sawa. Na hiyo kwa nini anatoka na uchafu sehemu za ukeni? Na ule uchafu unakuwa unatoka rangi ya mtindi, tunasema rangi ya mtindi ama rangi ya yogurt, na unakuwa na harufu moja kali sana. Kwa kifupi, sio kama ni gonjwa la zinaa, hapana. Ni kulingana na baadhi ya vitu ambavyo anavitumia au baadhi ya vitu ambavyo anavifanya. Kwa mfano kama hivyo, kutumia vidonge vya uzia uzazi wa mpango ama kutumia sindano. Sasa kulingana na ile tunasema ule uchafu ama apati period ile bleed, yani ile tunasema ile bleed ambayo anataka apate kipindi cha ambacho ameingia period, haiwezi kutoka nje, ule uchafu haiwezi kutoka nje. Kwa hiyo jinsi inavyorundikana inapelekea kupata changamoto kama hiyo, unaona, ya huo ugonjwa ama hiyo shida. Sawa. Sasa na kitu kingine, anakuwa na vuruga ule mzunguko wake ama system mzima ya kuweza kupata mtoto ama homoni zake ziweze kukaa vizuri. Na ndio maana mtu mwenye shida hormone balance, mwisho wa siku anakuwa kuna dawa maalum kabisa ambazo zimeandaliwa, anatakiwa atumie zile dawa ili hormone ziweze kukaa sawa. Zikishakaa sawa, ndipo sasa anatakiwa aweze kupata mtoto. Lakini kitu kingine, tunarudi kule kule, mume na mke wanatakiwa wakae pamoja, wazungumze vizuri, wajue lini ambapo mwenzangu anaingia siku za hatari. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho mwanaume naye anatakiwa ajue. Mwanaume endapo akitoka nje akiwa amefanya kazi yote ngumu, akija kukutana na mwenza wake, kuja kupata mtoto ni jambo ambalo ni jambo ambalo haliwezekani, kwa sababu unakuta mwili ameshauchosha, na hata tunasema utoaji wake wa manii nao pia unakuwa ni zile manii ambazo hazijitoshelezi ama sio kile kiwango kinachotakiwa. Umezungumzia kutumia nguvu kubwa ya mwili. Ndio. Vipi kwa watu ambao wanafanya mazoezi, kwenda gym, ananyanyua nondo nzito na vitu vizito, na kutoka hapo anaenda kukutana na mwenza, inaweza ikapelekea pia wasipate mtoto? Asante kwa swali moja zuri kabisa. Tunaposema vitu vigumu au kazi ngumu, moja hapo pamoja na hiyo, kwa sababu anapoenda gym moja kwa moja anaenda kunyanyua vyuma ambavyo ama vitu vizito ambavyo vimemzidi yeye uzito. Cha kwanza tutambue hili. Kwa hiyo unakuta anauchosha mwili wake. Kwa mfano tunasema mwanamke anaweza kaa yuko siku za hatari, lakini mwanaume ameshauchosha mwili wake, ameshanyanyua yani vitu vizito, lakini anapoenda kukutana na mwenza wake, mwili obviously, kuanzia mwili hadi psychological, vyote vinakuwa tayari vimeshachoka. Hata ushirikiano kuweza kumpatia mwenzie unakuwa ni kiasi kidogo sana. Umeona? Kwa hiyo moja kwa moja hata kiwango kinachotoka cha manii kinakuwa ni kidogo sana. Watu waweze kufahamu hilo na waweze kuelewa hilo. Lakini kingine, mfano ambao ni mwepesi sana ambao mtu unaweza ukaweza kunielewa kidogo, ndugu mfuatiliaji, mtazamaji ambao unatufuatilia. Kwa mfano, unakuta mwanaume ana mchepuko wake pembeni, anatoka kwa mchepuko wake, ametoka kufanya naye lile tendo, akisharudi kwa mke wake yuko siku ambazo ni za hatari kabisa, wanahitaji wapate mtoto, lakini akisha kutana naye kimwili, unakuta mwisho wa siku hawezi kumpatia mke wake ujauzito. Kwa nini? Kinachompatia ujauzito ni zile manii ama zile spermatozoa. Kwa hiyo zile spermatozoa zinakufa hata kabla hazijafika katika sehemu husika. Zinakufa kwa haraka sana zinapopita katika ile mirija ya uzazi. Kwa hiyo unakuta kabla hazijafika sehemu husika tayari zinakuwa zimeshakufa, kwa hiyo hazina tena kazi nyingine. Kwa hiyo mtaalamu, nakuelewa. Ndio. Nafikiri tutatafuta muda mzuri sasa wa kuzungumzia hiyo masuala ya manii, kuelewa, kwa sababu hapa tulikuwa tunagusia sana kwa upande wa wanawake na tutagusia kwa upande wa wanaume sana, lakini nafikiri hilo ni somo zuri. Ni somo zuri na ni somo pana sana. Napenda watu wanaoenda gym. Tindo wako sex, kumbe kuna madhara mengine huko ya kuharibu. Umesema inaitwa spermatozoa. Spermatozoa. Kwa hiyo kumbe wapenda vifua mwe makini sana. Hizo spermatozoa zinatakiwa zitulie bwana. Mtazamaji, tunaendelea na kipindi chetu cha Jadili Afya na Live Online TV, na ni Live na Subscribe ndio naongoza kipindi hiki,
na kusitoendelea kusubscribe, lakini pia kusambaza kwa wenzako ili uweze kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanapatikana ama madini yaliyoko hapa Levi Online TV. Tulikuwa tukizungumzia upande wa kina mama, lakini nahitaji kujua kama ukiachana na hiyo njia ya condom, kwa upande wa wanaume kuna namna yoyote ambayo ama njia ambazo zinaweza zikatumika katika uzazi wa mpango nje na kutumia condom, so ili mwanamke aweze kutumia njia ya condom, japokuwa kuna condom za kike, lakini pia mwanaume anaweza akatumia hiyo condom na akasaidia katika kupangilia uzazi wake. Lakini kwa upande sasa wa njia zipi nyingine, kama zipo utuambie, na kama hazipo utuambie ni kwa nini. Asante. Njia za uzazi wa mpango asilimia kubwa sana zimemlenga mwanamke. Njia nyingi sana zimemlenga mwanamke, lakini katika upande wa mwanaume asilimia chache sana ndo amepewa mwanaume. Sana sana mwanaume kipengele alichopewa yeye ni kipengele cha kuweza kutumia condom, ambapo sasa katika upengele cha condom kuna condom za kiume na kuna condom za kike, lakini unakuta ni asilimia chache pia ambapo katika kipengele cha condom mwanamke kuweza kukuta anatumia condom. Mara nyingi unakuta mwanaume anapoweza kukutana na mwenzake, yeye unakuta anatumia sasa condom. Lakini sasa hapo unakuta tena kipengele hiko unakuta mwanamke mwingine sana analalamika kwamba yeye condom akitumia zinamletea shida. Yaani si yeye tu, bali hata mwanaume anayekutana naye akimwona tu kwamba anavaa condom, basi moja kwa moja anamwambia bwana, mimi siwezi kutumia condom. Sawa, lakini ukija kufuatilia hazina madhara yoyote kwa upande wa mwanaume. Sasa unakuta wanaume wengine wanasema kwamba njia mzuri kwa wao kutumia, ama unakuta wataalamu wengine au watu wengine ambao yani wanajiita ni wataalamu wanasema kwamba njia mzuri ya kutumia kwa upande wa mwanaume ya uzazi wa mpango, unakuta kisha kutana na mwenzake, baada ya kuweza kumpatia mwenzake zile manii ama kuweza kumwagia ndani, anamwagia nje. Sasa hile inaweza kumletea shida upande wa mwanaume. Kwa nini inaweza kumletea shida upande wa mwanaume kuweza kujolea nje? Kwa sababu unakuta anapotaka kufika ule mshindo sasa, unakuta kwa sababu anakuta anatoka kwa mwenzake ghafla. Sasa anapotoka ghafla ni rahisi sana kuweza kupata mshtuko na moja kwa moja kuweza kumpelekea yeye kuweza kupata shida ya kiafya, pengine labda kuweza kupata shock, anapata mshtuko, anaweza kazimia, au moja kwa moja anaweza kwa maana anaweza kupoteza fahamu au anaweza kupoteza maisha kabisa. Umeona, kwa sababu ni tendo ambalo unakuta damu inachemka kwa spidi kubwa sana. Sawa. Sasa damu inapochemka kwa spidi kubwa sana, alafu mwisho wa siku unakuta pengine labda mtu ukamwagiwa maji ya baridi, moja kwa moja unaweza kukuta unazima kabisa, unapoteza maisha pasipo kutarajia ama pasipo kupanga. Mfano mwingine mzuri ambapo mtu anaweza kanielewa, pale unapoamka asubuhi, umelala usiku mzima afu asubuhi unaamka, unakuta yani hautakiwi kitaalamu zaidi au kiafya ambayo inashauriwa uwe na afya bora kabisa, ukifuata mtiririko basi utakuwa uko vizuri. Hautakiwi uweza kuamka tu moja kwa moja kuweza kurupuka. Unatakiwa uamke step by step, kwa maana kufuata hatua baada ya hatua. Unapoamka basi hakikisha kidogo una relax pale kitandani. Sawa. Ukisha relax ndipo unaanza kupiga hatua moja baada ya nyingine. Kama unanyanyua mguu ama mkono au unanyanyua kiungo fulani, kufuata kiungo fulani, ndipo sasa unaamua kukanyaga chini ama kuweza kutoka kitandani na kwenda sehemu nyingine ama kuweza kufanya majukumu yako mengine. Lakini sio unakuta mtu ananyanyuka mara moja tu na kuweza kuendelea na majukumu yake mengine. Hii inakuta mtu inaweza kumpelekea kupata changamoto ya kiafya. Sawa. Na nahitaji tu kujua kitu kimoja kwa upande wa kina dada ambao hawajaolewa na wanatumia njia hizi za uzazi wa mpango. Huoni kama ni jambo ambalo linawapelekea zaidi katika maambukizi ya magonjwa ya ngono? Kwa sababu unakuta wanaenda vijana wa mtaani wanasema peku. Yes. Kwa sababu wanaamini kwamba hawatapata mimba, na kwa namna mtaani kulivyo, mtu anaamini, msichana anaamini kuto yani akisha tu epuka mimba tayari yuko safe. Sasa kama mtaalamu unalizungumziaje jambo hili na ni kipi ambacho unaweza kuwashauri? Asante. Ushauri wangu kwa watu wa namna hii
Ni kweli kabisa, wanapotumia uzazi wa tunasema, ukiwaambia kwamba watumie njia ya uzazi wa mpango, unakuta kwamba walio wengi wanapenda sana kujiachia, vijana walio wengi sana. Sasa wanapojiachia, inamaanisha kwamba inaweza kawapelekea wao kupata changamoto mbalimbali za maradhi. Kwa mfano, kuna magonjwa mengi sana ya zinaa wanaweza kawapata, kwa mfano kama gonorea, fistula na mengineyo. Lakini pia sasa hivi UTI imekuwa ugonjwa mkubwa sana. UTI pamoja na hayo magonjwa ya zinaa yote, kwa maana fistula pamoja na gonorea na mengineyo, magonjwa yote ya zinaa kwa ujumla mengineyo. Sawa, lakini ukiachana na hilo, kuna gonjwa la ukimwi. Kwa maana vijana wengi sana sasa hivi hawaogopi magonjwa ya zinaa wala hawaogopi ugonjwa wa ukimwi. Wanachoogopa sasa hivi ni mimba. Yaani hiyo ndo asilimia kubwa sana ya vijana wengi. Wanaogopa sana mimba kuliko magonjwa mengineyo. Sasa hii ndio maana nakuta sana kuna maongezeko makubwa sana kwa sasa hivi ya kuweza kupata magonjwa ya zinaa pamoja na ugonjwa wa ukimwi, kwa sababu watu unakuta wanajiachia tu vile wanavyotaka wao. Kwa hiyo hii kwa kweli, na washauri wapenzi watazamaji ambao mnatufuatilia katika kipindi chetu, tuweze kujali afya zetu. Afya ndiyo msingi mkubwa wa maisha yako. Kwa maana gani? Ukipata sasa hivi ugonjwa wa ukimwi, kwa kifupi unapata, yani changamoto zingine za kiafya nazo unakuta zinaanza kukujia mara kwa mara. Unakuta wewe ni mtu wa kuweza kuumwa mara kwa mara. Unakuta leo umepata shida ya figo, umepata shida ya nini, yani hivyo vyote kutokana na nini? Shida moja ambayo ilianzia katika kipengele cha katika kipengele cha kuendekeza ngono zembe. Mwisho wa siku kapata ugonjwa wa ukimwi. Mwisho wa siku hayo magonjwa mengine yakaanza kujia kwa vudini ghafla. Lakini pia magonjwa ya zinaa nayo pia sio mazuri. Kwa sababu gani? Ukiumwa mara kwa mara ugonjwa wa gonorea ama magonjwa ya zinaa, yatakupelekea wewe kupata ugumba, kwa maana hutaweza kupata mtoto, uwe mwanamke au mwanaume. Moja kwa moja hutaweza kupata mtoto tena maisha yako yote. Na ndio maana watu wengi wanalalamika kwamba njia za uzazi wa mpango, wanasema kwamba inasababisha wao kukua ugumba, lakini kumbe kuna changamoto mbalimbali ambapo zipo ndani yake. Huo ndio ushauri wangu. Okay. Kiujumla sasa, kuhusiana na masuala mazima ya uzazi wa mpango, mtaalamu, tushauri tu upi ushauri wako tukiwa tunaelekea tamati ya kipindi hiki? Asante sana. Ushauri wangu kwa ujumla kabisa, mimi ningependekeza vijana wengi sana ama watu wengi sana sana upande wa wanawake kwa ujumla, kwa sababu mwanamke siku zote ndiye anayepanga kuzaa. Tunasema kwamba anaweza akatamani yeye au yeye, tunasema ndo mpangaji, kwa sababu unaweza kukutana naye mwanamke na mwanaume anaweza kukutana. Mwanaume usiwe tayari kuweza kupata mtoto ama kumpatia ujauzito mwanamke kwa wakati huo, lakini yeye mwanamke endapo mwenyewe anatamani aweze kuzaa, unakuta tu anaweza kukutegeshea pasipo mwenyewe kujua. Tumeona. Lakini nyote wawili mnapaswa kuweza kufahamu ili somo ama hivi vitu. Kwa hiyo mnapopata kufahamu, basi mnapata kujifunza, na inakuwa sio rahisi kuweza kupata ujauzito ule ambao unakuwa haujatarajiwa. Kwa hiyo njia nzuri ya kuweza kutumia njia uzazi wa mpango kwa ujumla, basi ningependekeza kutumia njia ile ambayo ya kuweza kutumia njia ya uzazi, njia ya kalenda. Hiyo ndio njia sahihi kabisa. Kwa hiyo huo ni ushauri wangu wote. Sawa. Mtazamaji, nafikiri umepata somo zuri sana katika kipindi chetu cha leo. Kama nilivyokuambia, hiki ni kipindi ambacho kitakuwa kinakujia siku ya Alhamisi pamoja na Jumamosi, ambapo tutakuwa na huyu mtaalamu Jacob Isaac. Atakuwa anatueleza mambo kadha wa kadha kuhusiana na afya zetu, na kama ulivyoweza kuona leo tumejifunza mambo mengi, ila kikubwa tu unaweza ukashare na mwenzako kama unamjua, ili aweze kujifunza na yeye kuweza kuepukana na matatizo mbalimbali kutokana na swala hili la uzazi wa mpango. Asante mtazamaji kwa muda wako ambao umeweza kutupatia kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka sasa hivi ambapo tunafikia tamati. Wanasema lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho, lakini mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kingine kijacho. Ulikuwa na mimi
Livingstone Strauss katika kipindi hiki cha Jadili Afya na Live Online TV pamoja na mtaalamu wa afya Jacob Isaac. Ni kusii tu, kama hauja-subscribe, fanya kugusa maandishi mekundu chini ya video hii uweze kusubscribe, lakini pia unaweza ka turn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa ya kila kitu ambacho tutakuwa tunakupatia kupitia Live Online TV. Wewe kaa tu karibu na Live Online TV na hakika utaenda kujifunza mambo mengi, na si tu katika masuala ya afya, lakini pia masuala ya burudani, michezo na masuala kadha wa kadha. Hakika kwamba tutakuletea vitu vingi sana. Kwa hiyo asante na endelea kufuatilia Live Online TV.